Tulipokuwa tumeishia katika episode ya pili, ni mara baada ya kumshuhudia mwamba mmoja anayefahamika kama Kang'o akiwa anamuomba bidada kuwa waambatane pamoja kuelekea nyumbani, lakini mwamba alikuwa akimwomba bidada mbele ya wafanyakazi wengine wote. Bidada akawa anaona aibu kweli kweli, yani nakumbuka kwamba bidada anampendaga sana huyu jamaa. Lakini wakati hii scene yote inaendelea, mwamba Jangwang alikuwa akiwatazama kwa mbali sana namna wanavyoweza kuombana kusindikizana nyumbani. Hii kitu yeye kwake ilikuwa inamkela sana na haijulikani ni kwa nini anakeleka kuona tukio hili. Lakini siku ya leo kuna mwanamke mmoja ambaye ni mwajiliwa katika ile kampuni, alikuwa anarudi nyumbani, lakini akashtukia kwamba kulikuwa kuna sendo ya gharama sana ilikuwa imeachwa hapa chini. Akaitazama hii sendo na kugundua kwamba imetokea katika kampuni ambayo ni kubwa sana na gharama yake hii sendo si mchezo. Akajaribu kutazama sendo nyenzake lakini hakuweza kabisa kuiona. Basi akaichukua hii sendo na akaanza kumtafuta mlinzi, lakini akashtuka kana kwamba kuna kama vile kuna mtu alikuwa anapita nyuma yake, akawa amepotezea na kuendelea na safari. Bidada akaendelea na safari. Hapa tu kuna mzimu ukawa umeweza kutokea na kusema kwamba nirudishie kiatu changu. Bidada alishtuka sana kusikia sauti hiyo ambayo ilikuwa inapiga sana kelele katika masikio yake. Lakini ile amekimbia mpaka katika eneo fulani hivi la lifti, lakini akashtuka kuona kwamba kuna bango ambalo lilikuwa limeweza kuanguka kando yake pasipo hata kusukumwa na mtu. Akaanza kupiga makelele. Bidada akaona kana kwamba hata elevator itamchelewesha sana, akaanza kukimbia tu kwa kutumia ngazi. Kadri anavyozidi kukimbia anazidi kutazama nyuma, akaja kushtukia kwamba kuna mkono ulikuwa umetokea chini na kuweza kumshika, akawa ameanguka vibaya. Na wakati huo mwamba Jangwang alikuwa katika maeneo haya na bidada Jiangsu. Basi moja kwa moja mwamba akakimbilia huko juu kwenda kutazama ni nini ambacho kilikuwa kikimkimbiza bidada. Bidada anaeleza kwamba alikuwa ameokota kiatu na kuna mtu alikuwa anapiga kelele akihitaji kiatu chake, japokuwa alikuwa hawezi kabisa kumwona. Lakini mwamba alipotazama na kugundua kwamba hakuna kitu chochote kile, akasema kwamba hii sakafu inateleza sana, kwa hiyo itakuwa ndo sababu ya wewe kuweza kuteleza hapa. Akamwambia mwamba Kang'o moja kwa moja amchukue huyu bidada na ampeleke hospitalini, lakini akamwagiza bidada Jiangsu kwamba asafishe eneo hili lote la nisilo linateleza kabisa. Hasa bidada bana, kabla hata hajaanza kufanya usafi akashtukia kuna kiatu fani kizuri kweli kweli cha pinki, akakipenda. Mwisho wa siku akawa amekivaa. Bana we, kisanga kikaanzia pale pale kwa sababu mizimu ikaanza kumkimbiza kwa kusema kuwa nataka kiatu changu. Ni bidada alikimbia mpaka ule mzimu ukawa umeanguka chini na kuweza kuteguka. Ule mzimu bado ukaendelea kucrawl chini, lakini spidi uliokuwa nayo ilikuwa ni kubwa mpaka bidada akabaki anashangaa. Kumbe mizimu ikiwa milemavu inakimbia kuliko hata binadamu Bidada akakimbia kweli kweli mpaka ndani ya lift. Lift funga, lakini akawa anashuhudia kuna matone fani vya damu yanatiririka katika mitaa hii. Akagundua kwamba mzimu lazima utakopo katika mitaa hii. Hapa tu bana, ile lift inafunga tu na ule mkono wa mzimu ukawa unaingia, lakini ashukuriwe Mungu akaweza kufungia kwa ndani ule mzimu, afu yake akawa amepenya katika lift huyo. Sasa bidada bana akavuta pumzi akijua kwamba amemaliza mzigo wote, lakini kumbe bana mzimu ulikopo hapa ndani ya elevator. Akaanza kutikisa kidogo, taa zikaanza kuwakawaka huko zinazima. Alipogeuka akagundua kwamba mzimu ulikuwepo huko hapa ndani na ukamwambia kuwa anahitaji msaada wako. Bidada bado akawa amekimbia tu akutaka kabisa kusikiliza ule mzimu. Alipokimbia alishukuru Mungu kumweza kumwona bosi wake akiwa anatoka katika maeneo haya. Akamsimamisha, bosi naomba nipatie lift, naogopa kuna mzimu unanifukuzia. Sasa huyu bosi kusikiaga mabali ya mizimu hivi anaga kabisa time nayo. Dada hakuamini kabisa namna ambavyo bosi wake ana roho mbaya kiasi kile. Alifukuzia gari lakini bado hakuweza kufanikiwa kuikuta hata kidogo. Baadaye akawa amefumba macho yake kwa sababu aliweza kuona ule mzimu ukiwa unajikongoja taratibu unamfuata mpaka alipo. Lakini mwamba wakati anaendelea kukimbiza gari yake kupitia kioo cha side mirror akaja kushtukia kwamba bidada alikuwa anaonekana mwenye sura ya hofu sana. Jamaa akawa amepata mpaka huruma, akaona kwamba kwa nini sirudi tu kwenda kumsaidia bana. Jamaa akarudisha gari nyuma mpaka hapa bidada alipo, kisha akashuka na kumwambia haya, nini kinachokusumbua? Bidada akamkumbatia mwamba, tafadhali nikumbatie. Basi moja kwa moja ule mzimu ukawa umeweza kuondoka. Akaona kuwa ni kama vile amekutana na ngome ya tumaini jema. Unajua mwamba anaaminiki kwamba kadada kana tabia za kimalaya fulani hivi, kwa sababu kila wakati kanapenda kumkumbatia bila sababu yoyote. Basi bidada akawa anamsimulia mwamba kwamba bidada mmoja anayefahamika Anjingju alikuwa amepataga ajali katika ajali fani vya gari. Anasema kwamba nimsaidie, ndio anayekimiliki kikiatu na ameniomba hiki kiatu nimpelekee mume wake ambaye yuko hospitalini kutazama mwili, kwa sababu mume wake bana amepata taarifa za mke wake kwamba amekufa, kwa analia kweli kweli. Kwa hiyo bidada akawa amesindikizwa na jamaa mpaka huko hospitalini. Kumbuka kwamba jamaa haaminiki kabisa ya masuala ya mizimu, anaona kwamba bidada ni muongo tu. Walipofika katika maeneo fani vya parking hapa hospitalini, bidada akamwambia kuwa naomba tuambatane mpaka ndani nikiwa nimekushikilia mkono, kwa sababu katika maeneo ya hospitalini mizimu inakuaga mingi sana na misumbufu, kwa naomba tuambatane pamoja. Basi jamaa akawa anamfuata tu bidada na kumpeleka huko kwa chumba ambacho mwamba anapatikanika. Yule mzimu akazidi kutoa muongozo tu akielekeza ni wapi mume wake anapatikanika, na ni kweli kabisa mume wake akaonekana akiwa anatoa mwili kutokea chumba fulani kupeleka katika chumba kingine. Ghafla tu bana kuna kiatu kilikuwa kimeanguka cha pinki. Yule mume mtu akawa amekiokota kile kiatu na kukumbatia, ndo akawa amekuja kugundua kwamba mume alimpenda sana mke wake. Lakini ile time wanamfuata tu aweze kumrudishia kiatu chake, jamaa akajikuta tu kwamba ameweza kunyanyuka kutoka katika ile siti aliyokuwa ameweza kukaa, na moja kwa moja akawa anaelekea katika chumba fulani hivi cha siri. Akaanza kuongea na simu, lakini ajabu ni kwamba jamaa alikuwa analia eti katika hiki chumba cha siri. Jamaa anaonekana kucheka sana na anaongea na simu kwa furaha. Tena alikuwa anatangaza kwa kusema kwamba hatimaye mke wangu amekufa. Bidada Jiangsu akasema kwamba wakati mwingine wanaume wanatisha kuliko hata mizimu. Yani sikutegemea kabisa huyu kaka kwamba angekuwa na tabia za kishenzi vile. Yule mzimu
Azim Jinju alikuwa akimtazama mpenzi wake, haamini kabisa macho yake kwa kuona kwamba jamaa alikuwa anazungumza kwa kicheko, akajisikia maumivu makali sana ndani ya mtima wake. Bidada Jianshu akasema kwamba lazima ile ajali inahusiana sana na huyu jamaa, kwa sababu hawezi kufurahia kifo cha mke wake kama akuwa amekipanga namna hii. Lakini wakati anataka kwenda kupeleza hicho kifo, jamaa kama amemsimamisha kidogo na kumwambia tulia kwanza. Unaonaje kama ukipata muda wa kuhangaikia mambo yako na kushughulikia mambo yako, kwa sababu watu unaowasaidia hata hawatakuja kukulipa hata shilingi 10, lakini tuna mambo mengi sana ya kuyafanya. Uko busy tu na mambo ya watu wengine katika maisha, pambania mambo yako wewe. Kweli kabisa, nyakati za jioni bidada akawa anarudi nyumbani akikumbuka namna ambavyo anaishi maisha ya kimaskini. Sendo yake moja imeweza kupotea, anatembelea boksi, watu wanamcheka. Akaanza kuona kweli jamani, nahangaika na mambo ya watu sana, napambania watu wengine, lakini maisha yangu ni ya kishenzi sana. Lakini wakati huo Mwamba Kang'o yule ambaye bidada anampendaga sana akawa amefika pale na hakushangazwa kumuona bidada ameweza kufanya kitu kama hiki. Japokuwa wengine walikuwa kimcheka, lakini jamaa alifika akajisikia huzuni. Mwamba kama kawaida akaomba amsindikize bidada mpaka nyumbani kwa sababu anaishi katika vyumba ambavyo vinakaribiana. Huku mtaalamu Gangwan yuko katika gari yake, akaja kushtuka kwamba kulikuwa kuna viatu vilikuwa vimeachwa na mfanyakazi wake mmoja. Akawa anakumbuka kwamba bidada kule hana viatu, alafu hivi viatu vilikuwa vimeachwa kwenye gari yangu. Na Mwamba akawa amelainika moyo wake moja kwa moja bana, akawa anaendesha gari yake kumpelekea bidada hivi viatu angalau viweze kumstili. Lakini ghafla tu akiwa njiani akagundua kwamba amepoteza mwelekeo, ila kuna kitu fulani hivi kama kipeperushi kikaa kana kwamba kinamwelekeza sehemu hivi tofauti kabisa. Hasa unajua binadamu ana tabia moja hivi ajabu, kitu fulani hivi anatoweza katamani kujaribu. Basi jamaa akawa anajaribu kifuata hichi kipeperushi ambacho kilikuwa kinapeperuka mataa hii. Basi moja kwa moja kikawa kimemleta mpaka katika maeneo haya. Ilikuwa ni katika mitaa tena ya hospitali kule ambako alikuwa ametoka kurudisha kiatu. Basi hapo akawa anamuona yule mume mtu akiwa anatoka pale hospitalini anaendelea kuongea na simu kama kawaida yake. Na akamuona jamaa anakitupa kile kiatu ambacho kilikuwa kimebakia katika dustbin. Hii kitu ikaanza kumsababisha jamaa aanze kumdoubt na huyu jamaa kwamba huenda huyu anahusika katika mauaji ya mke wake. Kesho yake tena bidada Jiangsu akamfuata yule mwanamke ambaye siku ya jana alikuwa ameanguka baada ya kusema kwamba ameweza kuona mzimu. Na akawa anamdadisi, hivi kile kiatu jana ulikiokotea maeneo gani? Basi yule bidada akawa amempeleka. Bidada akasimama pale ambapo kiatu kilikuwa kimeokotewa, akapata zama we. Lakini alikuja kugundua kwamba hii ajali ilitokea jirani sana katika duka ambalo linamhusu yule mume ule msichana ambaye ameweza kufariki. Akalala mpaka chini kutazama ilikuwaje ajali ikatokea mpaka yule mwanamke akafa. Hasa bosi mtu akawa anafika katika maeneo hayo na kumkuta bidada amelala hapa katika njia. Akabaki anashangaa sana, mbona huyu mfanyakazi wangu ananizalilisha sana? Akamwambia kuwa ni jambo la aibu nao lifanya, watu watakuwa wanaidharau kampuni yangu kwa kwamba wafanyakazi wangu wa kipumbavu. Lakini wakati huo kuna mwanamke mmoja alikuwa akipita katika mitaa hii na amevaa viatu vinavyofanania kabisa na hivi viatu ambavyo marehemu alikuwa anavimiliki. Lakini alikuja kugundua kwamba huyu bidada alikuwa akiingia katika duka ambalo linamilikiwa na yule mume mtu wa marehemu. Lakini dakika si nyingi mume mtu naye akawa anafika katika mitaa hii. Mbaya zaidi ni kwamba bidada akaanza kuchungulia nini kinachoendelea huko ndani. Akashangaa kuona kwamba kumbe hawa bana ni wapenzi na walikuwa wakikisu wakati huo. Lakini kwa bahati mbaya Mwamba ni kama alikuwa anataka kutazama mlangoni, bidada akawa ameweza kujificha, ila mzimu ulikuwa unamwambia kuwa ni namna gani ambavyo umeweza kuumizwa sana baada ya kugundua kwamba mume wake kumbe alikuwa akichepuka. Mzimu ukawa unasema kwamba ile siku mimi nilikuwa naelekea kumsurprise mume wangu katika siku yake ya birthday. Kwa bahati mbaya sana nilipoweza kuingia ndani, sikuamini macho yangu kuona kwamba mume wangu kumbe alikuwa akinisaliti na mfanyakazi wake. Na tena walikuwa wakifanya mjadala kwamba wanatakiwa kumuua kabisa yule mwanamke ambaye anafahamika kama Jinju katika safari ambayo itakwenda kufanyika hivi karibuni ya kutembelea milima. Na akakili wazi mbele ya huyu kimada wake kwa kusema kwamba mke wangu anapenda sana kupanda milima na sisi tutatumia fursa hiyo kuweza kumteketeza kabisa ili tuwe huru na mapenzi yetu. Lakini wakati wote huo anayadiskasi haya asijue kwamba mke wake alikuwa yuko kando ya dirisha na alikuwa akimsikiliza mambo yote hayo. Ndivyo ambavyo bidada anasimulia namna gani mpaka yeye aliweza kufariki. Hasa bidada ile kitu ikamtengenezea maumivu makali sana, akajikuta mpaka amepiga makelele. Mume wake akaweza kumuona katika dirisha, akaanza kumfukuzia. Basi mkimbizano ulikuwa ni mkubwa sana, na alipofika njiani kwa bahati mbaya kiatu chake kimoja kikaweza kuchomoka. Mume mtu akaendelea kumkimbiza sana mke wake. Kadri anavyozidi kumkimbiza bana, bidada akawa anakosokoso na magari katika maeneo haya ya njia. Moja kwa moja bana akaamua kuwasha ile gesi moja hivi ambayo inakimbiza sana gari ili aweze kumshinda mume wake alikuwa akimfukuzia. Mwisho wa siku bana, gari yake ikawa iko mbio zaidi na ikamshinda kuweza kuicontrol kiunganisha na zile stress ambazo amepitia. Basi moja kwa moja bidada akaweza kupata ajali mbaya na kupoteza maisha pale pale. Hasa mpango wa pili ambao mume mtu alikuwa nao wakati huu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anawateketeza pia mazima wa wazazi wa yule bibie, kwa sababu kama wazazi wake watakuwa wamekufa basi yeye atakwenda kulisi kila kitu katika ile familia. Lakini katika wakati huo mama mkwe bana alikuwa akimpenda sana huyu mkwe wake, akawa amemletea chakula cha mchana na kumwambia kwamba utapata hicho chakula mwanangu. Mwanamama akampa pole sana huyu mume mtu, lakini mume mtu akasema kuwa mama usiofu, nimeweza kupoa, lakini mama ningependa katika weekend hii tuweze tukafanye matembezi. Mama mtu akasema sawa mwanangu. Bidada Jiangsu akashindwa kabisa kuvumilia, moja kwa moja akamfuata jamaa kisha akampatia kile sendo ya mke wake na kumwambia kwamba hii ni sendo kwa mke wako, unaweza kaichukua. Tena alikuwa anaongea haya maneno mbele ya mama mkwe kwa kusema kwamba mke wako ameniagiza nije nikurudishie hii sendo yake haraka sana.
jamaa akajikuta anachanganyikiwa na kuanza kumuuliza huyu mwanamke, hivyo una akili kweli wewe? Mama mtu akawa anauliza, ina maana hiki kiatu ni cha mtoto wangu? Jamaa akasema hapana, huyu mwanamke atakuwa amechanganyikiwa tu, mke wangu hajawahi kuwa na kiatu kama hiki hata siku moja. Akawa anamkana mke wake mbele ya watu wote yani. Mwamba akasema hapana, mke wangu mimi viatu vyake vyote polisi walikuwa wameweza kuniletea, ninavyo hapa. Akaenda kuvichukua vile viatu akavileta, lakini bidada akasema hapana, huyo ni muongo, anadanganya. Akawa amekasirika bidada, anataka kuanza kumshambulia huyu jamaa. Jamaa akaanza kuzungumza kwa uchungu kwa kusema kwamba mke wangu amekufa karibia wiki moja iliweza kupita, alafu leo unakuja kunirejeshea maumivu, unataka mimi nijiue pia nimfuate huko aliko? Eti unataka nijiue? Sawa basi nitajiua. Basi mama mkwe baada ya kuyaona haya akawa amewaita walinzi, na moja kwa moja walinzi wakawa wamefika hapa na kumtoa bidada, wakijua kwamba huyu ni chizi kabisa ambaye anaenda kumsababishia mkoa wake matatizo. Walinzi wakamtoa bidada Gangsu kama chizi, wakamwangusha chini na kuanza kumwambia kwamba huyu chizi anafanya nini hapa katika hii kampuni yetu, hapaswi kabisa kuendelea kuwa hapa. Watu wakamzingira bidada na kumuona chizi kama wote. Bana, asanteni kwa mapenzi makubwa, tukutane katika episode ya 4. Bila kusahau, usisahau kucomment makopakopa hapo chini, usisahau kulike, lakini pia kwa wewe ambaye bado hujagusa alama kusubscribe, ni vyema ungesubscribe mapema kabisa. Nawakumbusha kwamba kila tunavyofikisha like 100 tu, basi episode ya mbele yake inakuwa inatoka hapo hapo. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunagusa alama ya kulike kadri tunavyoweza, lakini tusisahau kusubscribe katika channel yetu ile ambayo imeandikwa PVP Media Recaps, kwa sababu ni muhimu kufanya hivyo.